Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na utatuzi wa shida mbalimbali zinazotukuta katika maisha yetu ya kila siku. Na tukiwa tuendelea na matukio ya kila mwezi, na ikiwa pia tunaelekea katika matukio muhimu ndani ya mwaka 2026, Mungu akitujalia afya na mafanikio, na tunawaombea zaidi na zaidi wale waliokuwa kwenye matatizo mbalimbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondoshee matatizo yao. Waliokuwa kwenye maradhi, Mwenyezi Mungu awaponeshe maradhi yao. Na waliokuwa kwenye matatizo mbalimbali, misongo ya mawazo na kadhalika, Mwenyezi Mungu awarahisishie, waendelee katika kuliendeleza gurudumu la maisha yao kadiri ya umri waliokuwa wamebaki nao. Tayib, nikiwa naelezea matukio ya kuanzia tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2025, na hii tutamaliza itakuwa ni tarehe 30 badala ya 31 ya mwezi huu, mwaka huu 2025, ili tukiwa tunajiandaa kupokea matukio ya mwaka 2026 kwa kila nyota na kadhalika. Tutaelezea matukio ya kiulimwengu, yani katika 2025 matukio gani yatakayotokea duniani kwa ujumla, na pia matukio ya kila nyota, watu wote duniani yatakuwa vipi. Mjiandae kwa hilo insha Allah. Naam, tukiwa tunaelezea matukio ya mwezi huu wa 12, tukianza na nyota ya kwanza ambayo ni nyota ya Kondoo. Wasiwasi utakuwa ni mwingi na mambo mengi hayatakuwa, matatizo yatajitokeza ni mengi, vitu vingi havitotimia, ikiwa kama ahadi, mipango haitatimia. Lakini pia vile vile ni wakati wa kuelekea kwenye mambo ya kiroho zaidi. Mambo ya kiroho ni kufanya dua nyingi kwa bidii zaidi na bila kukata tamaa. Maana kuna watu wanakata tamaa, anataka akifanya maombi basi iwe leo leo. Kwa hilo inakuwa haiwezekani, yataka uendelee nalo. Kwa kuwa nini? Matatizo yanayokuandama yanakuwa ni mengi zaidi. Na upande wa kipato katika nyota hii ya Kondoo, kuna mlango mpya wa kazi au dili la haraka, na fedha zinazokuja kwa njia zisizotarajia ambazo utakazozipata, lakini kwa sharti niliyotaja kuwe na dua, na ni vizuri ukaepuka kukopa. Na upande wa mahusiano katika nyota hii ya Kondoo, unakuwa mkali kwa hisia, ni vizuri ukaongea taratibu, na kitu kikubwa kinarekebishwa mwishoni mwa mwezi huu, au tunasema mwishoni wa mwaka huu kwa upande wa mahusiano. Na nyota ya pili ambayo ni nyota ya Ng'ombe, furaha itakuwa ni kubwa zaidi. Wale waliokuwa wanataraji kupata watoto ni wakati mzuri, au wale waliokuwa na watoto ni wakati mzuri wa kuketi na watoto kuwafurahia, lakini ni wakati wa kujiandaa zaidi na mafanikio. Upande wa ndoto nyingi zinahitaji tafsiri ili uweze kujua nini ujumbe uliokujia, ambao itakuwa ni utatuzi katika mambo yako. Na pia unao nafasi ya kusikilizwa katika mambo mbalimbali. Na upande wa mahusiano katika nyota hii ya Ng'ombe, ni mwezi mzuri wa kuwekeza kidogo kidogo, na biashara kwa wale wanaofanya biashara inakuwa ni tulivu, lakini itakuwa salama pia. Baraka ya pesa ndogo ndogo pia itaongezeka. Na upande wa mahusiano katika nyota hii ya Ng'ombe inaonekana kuvutia zaidi, na kuna mtu wa zamani anaweza kuwasiliana na wewe ambao ulikuwa umesahauliana naye, na familia itakuwa karibu pia na wewe katika kipindi hiki cha matukio ya nyota mwezi huu wa 12. Tayeb,
Nyota yetu ya tatu ni nyota ya mapacha. Upande wa makazi ni vizuri mkakagua makazi yenu, na siri nyingi zitafichuka. Kudhulumiwa kutajitokeza, lakini pia ni wakati mzuri wa kupata heshima ikiwa kama utatatua mambo yako, na utegemee kupata mashauri au tunasema kesi. Upande wa kipato katika nyota hii ya mapacha, fursa ya kazi itajitokeza. Yani kuna mambo mawili yanaweza kujitokeza, au miradi miwili inaweza kujitokeza kwa wakati mmoja. Ni vizuri na tunatoa tahadhari kubwa ukapangilia vizuri kati ya hayo mambo mawili, na ni vizuri usikimbilie faida kubwa. Japo kati ya mambo mawili unaweza kuangalia, kwa umuhimu wa kuangalia usiangalie faida kubwa, angalia palipokuwa pana utulivu. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya tatu, mahusiano yatakuwa ni mepesi na urafiki mmoja utageuka kuwa ni wakina zaidi. Yani kwenye mahusiano utaona yanaongezeka kuwa na maelewano zaidi. Na nyota yetu ya 4 ambayo ni nyota ya kaa, ndoto utakazoota zinahitaji pia kutafsiriwa. Mandugu au dada zako, kaka zako watahitaji misaada, na ni vizuri kuwasaidia. Na ni wakati wa kuwa mwangalifu katika mikataba au katika habari ambazo utazoletewa. Unayo nafasi nzuri ya kuongeza marafiki, kujichanganya au kupata mialiko na ukahudhuria. Naam, upande wa kipato katika nyota ya kaa, kipato kitaongezeka kupitia wazo la nyumbani. Na hapa kuna baraka ya ajabu zaidi, na ni vizuri kaepuka hasira kwenye biashara zako. Kwa wale ambao wanafanya biashara na wale waliokuwa kazini pia ni vizuri mkaepuka hasira kwenye kazi zenu. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya 4, utapata utulivu wa moyo, migogoro ya muda mrefu itapungua. Na hapa ni vizuri tukawasiliana kwa utatuzi zaidi, kwa sababu tunaelekea katika mwaka mpya. Taib, upande wa nyota ya 5 ambao ni Simba, huzuni zitaongezeka, uadui pia. Napotaja uadui ni mambo kutokuwa mazuri, kila unalolifanya likawa halipo, kila unalolifanya haliwi vile ambavyo ungetarajia liwe. Hii tunaita ni uadui, lakini bado utadaiwa na utapoteza, yani kupoteza na kuibiwa pia. Na wale waliokuwa wanawake, wake zao wataumwa, au wachumba wataumwa, haswa kwa wanaume, yani wachumba zao wa kike watakuwa wanaumwa. Na upande wa kipato kuna mafanikio ya ghafla kama kupewa nafasi au cheo au kazi au dili lolote, lakini pesa pia zinapita kwa haraka. Kwa hiyo ina maana hapa pia panahitaji msaada. Nikisema pesa kupita kwa haraka, maana yake utaona kama unataka kufilisika, ni hela kidogo unaona hiyo inapotea. Ilichopotea nini? Hakuna ulichokifanyia cha maana. Na upande wa mahusiano katika nyota yetu ya 5, joto la mapenzi litapanda, lakini ego ni ile kuwa na ubinafsi ikizidi zaidi, kunatokea ukimya wa muda. Kwa hiyo hapa kwenye mahusiano, watu wa nyota ya Simba ni vizuri wale wakimbia mnataka mwarejeshe, au kama mawasiliano yalikuwa si mazuri mnataka kuweka sawa, ni nafasi pia nzuri ya kuwasiliana kwa ajili ya nini? Ya kuliweka sawa. Upande wa nyota ya 6 ambao ni nyota ya mashuke, hiki kipindi ni cha mapenzi ya dhati kabisa, lakini wale waliokuwa kwenye mahusiano migogoro itakuwa ni mingi, lakini ule utakayekuwa au uliokuwa unamtarajia utampata. Na ni vizuri kaangalia kufanya compatible, yani kuangalia kama mnaendana naye. Na pia ni wakati mzuri wa kupima afya, kujichunguza mwili, lakini unayo nafasi ya kuoa, kuolewa, kuanzisha mahusiano, kuomba kazi, hata kuanzisha biashara. Upande wa kipato, mwezi huu wa 12 katika nyota hii ya mashuke ni mwezi wa kupanga mipangilio inayohusisha pesa, na fedha hazipandi kwa haraka, yani haziongezeki.
lakini ni wakati mzuri wa kuweka msingi ambao unaofaa zaidi katika pesa zako. Na upande wa mahusiano katika nyota hii ya mashuke, kusamehe kunaondoa mzigo mkubwa kuliko ukiendelea tu kuweka kwenye moyo, utaumia zaidi. Na pia utambue marafiki wakubwa wanakuja karibu. Hii ni mambo ya mahusiano, yanahusisha mapenzi, lakini yanahusisha hata kwenye mahusiano ya kijamii. Kwa hiyo usio na wasiwasi, marafiki wataongezeka, lakini kwa sharti ikiwa hauna mikosi. Na tumeelezea zaidi mikosi manake nini. Kwa wale ambao walikuwa makini, ni vizuri kutatua shida ambazo mlizokuwa nazo kwa ujumla. Yaani watu wote wa nyota zote 12. Bila kusubiri matatizo yatokee ndio unatatua. Na nyota ya 7 ambayo ni Mizani, kipindi hiki ni kizuri kutafuta vyeo. Kipindi kizuri kuanzisha biashara ambapo ni kupata faida au manufaa. Lakini watu watakaohitaji misaada wasaidieni. Watu watakaohitaji kukopa wakopesheni. Si lazima utoe kikubwa, lakini hata kidogo itakuwa kina baraka. Upande wa kipato katika nyota yetu ya Mizani, baraka ya fedha kupitia watu au yale mahusiano ambayo tunasema ni partnership. Basi huu ni mwezi wako wa kupata misaada. Kwa hiyo msio na wasiwasi. Na upande wa mahusiano, mapenzi yanakuwa tulivu na yenye upole, na mtu atakuwa anakusikiliza. Utaona unasikilizwa kuliko kawaida. Twaib, nyota yetu ya 8 ambayo ni nyota ya Nge, marafiki, mialiko ni vizuri ukaikubali. Marafiki watakusaidia pia, utapata misaada mbalimbali, lakini ndoto utakazoota zinahitaji pia tafsiri, upate kujua zinaleta ujumbe gani. Ndugu atakaohitaji misaada, na uwe makini katika mambo yako kwa ujumla. Upande wa kipato katika hii nyota ya 8 ambayo ni ya Nge, mabadiliko makubwa ya kipato yatajitokeza, na hii ikiwa hauna mikosi. Nikisema mabadiliko makubwa ni kwenye kufanikiwa, sio kwenye kuharibikiwa. Na hii itakuwa kama hauna mikosi. Unaweza kubadilisha mipango yako kwa ghafla, na ndivyo itakavyokuwa. Na utambue kwamba fursa iko katikati ya mwezi wa 12 ambao tunasema ni mwisho wa mwaka. Twaib, upande wa mahusiano katika nyota yetu ya Nge, hisia zinapanda sana. Utaona hisia zinakuwa ziko juu. Wakati mwingine hata hasira utaona zinapanda kwa kufanya wivu. Lakini ni vizuri ikiwa mpole, utaona unashinda mambo yako, unafanikiwa. Kuliko kuongeza hisia, wivu wako, kuleta migogoro, itakuwa si wakati mzuri zaidi. Na ukweli utawekwa wazi. Kwa hiyo kama ulikuwa una migogoro na mpenzi wako, au ulikuwa na migogoro katika jamii, basi ule ukweli utakaokuwa wazi ndio utakuwa ufumbuzi wa hiyo shida ambayo itakayokuwa ipo katika mahusiano. Tayib, nyota ya 9 ambayo ni nyota ya Mshale, utegemee kuletewa taarifa za mashauri au kesi, lakini unayo nafasi nzuri ya kufahamiana na watu maarufu au kukutana nao, na ni vizuri kuomba misaada, watakusaidia kwa kile kitachokuwepo. Nikisema kuwepo ni ile mikosi. Kama una mikosi maana utapata kidogo, au wakati mwingine hautopata kabisa. Na ikiwa huna mikosi basi utasaidika zaidi. Lakini pia unayo nafasi ya kuchunguza makazi yako, unapokaa kwenye nyumba yako, kwenye chumba chako, mtaani kwako pia. Na ni wakati mzuri wa kuandaa mambo ya ujenzi au ukulima. Kwa hiyo nafasi nzuri, lakini utafanikiwa zaidi ikiwa hauna mikosi. Upande wa kipato katika nyota ya Mshale, uwanja wako huu ni kuwa unayo nguvu ya kupata kilicho kigumu. Pale ulipokuwa unaona ni pagumu, unayo nafasi sasa ya kuona uwepesi, lakini kwa sharti usiwe na mikosi. Na kama una mikosi ni vizuri ukatatua, kwa sababu tunaelekea kwenye mwaka mpya, lazima uende na nguvu mpya. Safari au mawasiliano na watu waliokuwa mbalimbali vitakuletea pesa. Na hiyo mipango kama italeta pesa ni kuwa hautakuwa na mikosi. Na ikiwa huna mikosi basi utaona vinaleta pesa zaidi, ambayo itakuwa ni pesa kubwa au pesa nyingi. Mahusiano katika nyota yetu ya Mshale, mapenzi mapya yanaweza kuanza, na watu wanaokufuata kwa mvuto watajitokeza zaidi.
Hii kwenye mahusiano imehusisha kwenye mapenzi ya wewe na mwenza wako, lakini pia na jamii ile ambayo uko nayo, ima katika ofisi ya kazi au katika biashara, eneo lako la kiuchumi, au katika mtaa wako na kadhalika. Taib, nyota ya 10 ni nyota ya mbuzi. Unayo bahati kubwa ya kusikilizwa, lakini mwezi huu wa 12 safari zitakuwa ni nyingi, na nyingine zinaweza zikawa za kwenda nje ya mji uliopo au nje ya nchi uliopo, na ni vizuri ukaelezea kile ambacho unachotaka ili uweze kufanikiwa au kusikilizwa au kutekelezewa, lakini kwa sharti ikiwa hauna mikosi. Ikiwa una mikosi, maana yake itakuwa ngumu kuweza kufanikiwa kwa kiwango hicho. Lakini ni wakati wa kuongeza furaha ya wewe na watoto, na mapenzi zaidi, na ni vizuri ukafanya mazoezi kuimarisha afya. Upande wa kipato katika nyota hii ya mbuzi, mwezi huu ni mwezi wa kukusanya pesa, na pia hakuna upotevu utakaojitokeza utakaokuwa mkubwa katika pesa, na utapata heshima katika kazi zako. Na upande wa mahusiano katika nyota hii ya mbuzi, utakuwa mkali, lakini inatakiwa ndani uongeze ule upendo, na ni vizuri kwa unaongea kwa upole, mambo utaona yanakunyookea zaidi. Taib, nyota yetu ya 11 ambayo ni nyota ya ndoo, mwezi huu maradhi yatakuwa ni yanakuandama zaidi. Wale waliokuwa katika mahusiano wote, ni jinsia zote, mwanamke au mwanamume, kuachwa kutajitokeza, na ni vizuri uwe mwangalifu. Lakini pia kupoteza kutajitokeza, na kupokea taarifa za kesi au mashauri mbalimbali yatajitokeza. Upande wa kipato katika nyota yetu ya ndoo, kuna mradi au wazo jipya ambalo litakuletea njia ya kipato mapema kabisa mwanzo wa mwaka 2026. Na ni vizuri pia kwa ujumla watu wa nyota zote kutatua. Na hapa huwa kuna utaratibu, wale ambao wanaojua huwa na washauri mwanzo wa mwaka watu wakafanya zile kafara za kuingia katika mwaka, ili kuondosha vipingamizi, kuondosha vizuizi katika maisha yao. Taib, upande wa mahusiano katika nyota ya 11, urafiki utageuka kuwa nguvu ya moyo. Nikisema kuwa nguvu ya moyo, ni kwamba utapata power kubwa, nguvu kubwa katika mahusiano yako. Kwa hiyo utaona moyo, kama ulikuwa hujampenda mtu utampenda zaidi, kama ulikuwa hujawapenda watu utawapenda zaidi, na atatokea mtu muhimu atakupa ushauri, utakuwa ni mzuri zaidi, na ni vizuri na wewe ukauchukua. Taib, nyota ya mwisho ambayo ni ya samaki, katika matukio ya mwezi huu wa 12 au mwisho wa mwaka huu wa 2025, ni vizuri ukaenda kucheki afya, ni vizuri ukaanzisha mambo mapya, ni vizuri ukaomba kazi, na yote haya yatakuwa ikiwa hauna mikosi. Na pia wale uliokuwa na wahitaji kwenye mahusiano, kama ni uchumba, basi utakayekutana naye atakuwa ni mkweli, na ni vizuri ukachunguza sasa ile compatible yako, yani kuendana nako. Ndio ameonesha kufaa, ameonesha kuridhia, lakini je, kuna maelewano compatible? Je, mnaendana naye? Wewe atakuvumilia au wewe utamvumilia? Kuna umuhimu wa kuangalia vizuri, lakini ni wakati mzuri wa kutekeleza malengo yako katika nyota hii ya samaki. Upande wa kipato ni mwezi mzuri kwa pesa ambazo zinazokuja kupitia huduma za kiroho. Nikisema huduma za kiroho ni kama vile kufanya maombi, kuwasaidia watu, ni mambo kama hayo. Kutoa tiba ndo huduma zenyewe, kuelimisha watu, kufundisha watu, au kufanya kazi za watu katika jamii. Hizi zinaitwa ni huduma za kijamii, na ni nafasi nzuri ya wewe kutekeleza na kuongeza kipato zaidi. Taib, upande wa mahusiano katika nyota yetu ya mwisho ambao ni samaki, utasamehe zaidi na utajikuta unalainika moyo. Na ukilainika moyo, manake utavuna mapenzi ambayo yataendelea kwa muda mrefu. Na ni wakati mzuri wa kutumia hikima yako ili uwavute watu wawe karibu yako, kuanzia mpenzi wako na wale watu wa kijamii, kama ni kazini kwako, au kwenye sehemu ya eneo la biashara yako, au kwenye mtaa wako, au kwenye mkoa wako, kutegemea na nafasi utakayokuwa nayo. Asanteni sana.
Ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abul Hassan Jumar, mtaalamu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida za miili na shida za kiroho. Nikisema shida za kiroho ni maombi. Karibuni sana.